I think Cleopa mtakuja pamoja na ndugu yako. Mlikuwa juzi mnaandamwa huko. Nitamuita sasa my brother Eugene Wamalwa. Thank you. Asante. Asante sana majenzi. Harambe. Nataka nisikie kina mama peke yao. Kina mama mpo? Harambe. Okay, tusikie vijana majenzi sasa. Harambe. Wazee wote wanaume walio hapa Sekuru, harambe. Hey. Kwanza niseme niko hapa na watu wengi kutoka Western, lakini sababu ya muda sitawaalika, ila tunipeane salamu. Nimekuja na salamu za ndugu yangu Dr. Muhisa Kitui kutoka kule Bungoma, na Bungoma wamesema one term. Kitui mnasemaje? Salamu kutoka Kitale, ndugu yangu natembea na timu yetu huko, wamesema Kitale wamesema one term. Kitale Trans Nzoia wamesema one term. Machakos mnasemaje? Nilete salamu za ndugu yangu Philip Kisia kutoka Vihiga County. Vihiga wamesema one term. Makueni mnasemaje? Hey, hii imeenda bwana. Rigiji, hii imeenda haki ya Mungu. Sasa kama Ukambani yote wamesema ni one term. Western yote wamesema ni one term. Embu wamesema one term. Meru, huyu Munya, Linturi wametuambia ni one term. Na Murima mwenyewe hako anakuja hapa. County 10 wanasema. Tayari tuna county 30 na zote ni one term. Si basi huyu jamaa mambo yake yamekwisha? Aende asiende jamani? Mumeamua Kasonga aende? Mumeamua Kasonga asonge? Bas, mimi nina machache ya kusema, na sababu vile mimi nimeona Kenya nzima imeamua William Ruto ni one. Hata Oscar Sudi rafiki yake, nimemsikia Oscar Sudi akisema haya mambo vile yanaenda, hawa watu inaonekana watatutoa na huenda wakatufunga. Yani tayari wenyewe wamejua wameiba kuiba. Wamefanya ufisadi kupita kiasi. Na wanajua ya kwamba serikali ijayo iliyo hapa Sekuru ikiingia, wao wako tayari wenyewe kwenda jela. Leo nataka niwaambie hivi, wenzetu wa broad based. Yes, mnaweza iba pesa. Yes, mnaweza iba mashamba. That is recoverable. Lakini vile Bishop amesema hapa Sekuru siku ya leo, msidhubutu kuiba kura ya Wakenya. Rigiji ametoa onyo juzi. Na mimi nasikia wengine wanaanza kutoa vitisho kwa Rigiji. Eti wanataka ati kufika Jumamosi awe arrested, awekwe ndani. Mimi leo nataka niwaambie wenzetu wa broad based government, sababu kuna wengine pale kama Oscar Sudi hawaelewi Kiingereza sana. Si mnajua Wamalwa anaelewa Kiingereza? Let me teach you some English, bwana Oscar Sudi. There is something in English called paraphrasing. When you paraphrase, you don't own the words. You are quoting someone else. Bwana Rigiji, our second deputy president, paraphrased someone called Kriegler. Kriegler alisema hivi, ya kwamba if Kenya does not address the electoral concerns that have arisen from the electoral chaos, then come the next general election,
That election will make 2008 January chaos look like a Christmas party. That is what judge kutoka mzungu kutoka Afrika Kusini alisema. Na Rigiji amequote huyo mzungu. So he only paraphrased. And today from Sekuru, from what our bishops have said today, we want to tell William Ruto, if you dare interfere with IEBC, if you dare steal this election, basi ile warning ya Kriegler, sio ya Gachagua, that thing can actually haunt Kenya again. Don't take us down that road again. Sababu wewe ukifanya Kenya iende down that road tupoteze maisha. Mali we can recover. Mashamba mnaiba we can recover. And we have an asset recovery unit we are going to really work on. But lives can never be recovered. So hivi leo tuasema yale tunasema kule mbele, it is wazi. Kenya imeamua Ruto must. Jana Tifa imeonyesha wazi. 75% ya nchi hii imesema Kenya is headed in the wrong direction. Imesema ya kwamba 75% ya Wakenya have rejected Ruto and his corrupt government. Kwa hivyo tunasema Ruto ni. So hayo tuataka yale amesema jana ati anaomba msamaha. Mimi nataka niseme majenzi mko hapa. Munakubali apology ya Bwana Kasongo? Sababu alisema if ati kama alifanya makosa. Majenzi walikufa hawakufa. Vijana waliumizwa hawakuumizwa. So Bwana Ruto, is not a question of if. You have blood on your hands. That apology umepeana jana, conditional apology, is not acceptable and it has been rejected by Gensis of Kenya. Na sisi tunajua abductions have been done in Kenya and are still being done under Ruto's watch. Tuko na yule ambaye ni victim. Yeye mwenyewe kijana wake alitekwa nyara, alikuwa attorney general wako. Si ameongea hapa? Are there abductions in Kenya or there are no abductions? Alafu tunaanza kuambiwa ati Wakenya have started abducting themselves. Ati wanajishika wenyewe, wanajipiga wenyewe, wanajiumiza na wanapelekwa hospitalini. Sisi si wageni Kenya. Tunajua historia ya polisi na uongo and setups by the system. Tangu nyakati za Robert Ouko, mwili wake uliopatikana Gotalila kule Kisumu, walisema eti huyu jamaa has committed suicide, amejichoma mwenyewe, amejiua. Ukweli ulipatikana. Julie Ward case, ukweli ulipatikana. Na sisi hatuwezi amini hawa polisi ambao walichukua mluya mdogo anaitwa ati Collins Lumasi. Sijui nani, mnakumbuka ile kijana alisema ati yeye ameua watoto kule Kware. Amechukua vijana wengi, wamewekwa mbele ya polisi ya Kware. Hiyo ndio polisi tunaweza tukaamini kweli? So do justice, na polisi msianze kutumika kisiasa. We must stop weaponization of our criminal justice system. That we demand today. Mwisho nataka niwaambie watu wa Sekuru. Huyu Kalonzo Musyoka. Leo tumekuja hapa team kubwa. Kuna vyama karibu 10 vimekuja Sekuru siku ya leo. And I want to thank the Wiper Party leader kutukaribisha nyumbani kwake hapa. Chama cha Wiper kimekuwa steady, and Wiper was the glue that held Azimio together. I thank the governors of the 3 great counties, Malombe, Junior, Wavinya. Hawa gavana watatu wamesimama pamoja, wamesimama na ndugu yetu Kalonzo. Nashukuru senators wetu wote watatu wamesimama na Kalonzo Musyoka. Na wabunge wote wa Ukambani hata wakati wa yes kura walisimama na wananchi. Wakati wamenyemelea Rigiji, Ukambani yote walisimama na Rigiji.
Leo tunataka tuambie watu wa Ukambani, wema hauozi. The scriptures say, let us not be weary in well doing, for in this season we shall reap if we faint not. Ndugu Kalonzo, umesimama na Raila mara 3. Rigiji leo nakwambia huyu Kalonzo akikwambia atasimama na wewe, haki ya Mungu, you can take his word to the bank. Alipoambia Raila atasimama na yeye mara 3, amesimama na Raila. Leo Raila ukikaa na Kasongo huko Kisumu, kumbuka, you owe Kalonzo Musyoka a debt of gratitude. Leo tunataka tuseme hapa 10 political parties. The Wiper party leader is here. The DCP party leader, the newest, fastest growing party, Bwana Rigiji mwenye wako hapa. The DAP party leader, yours truly, niko hapa Seikuru. The DP party leader, speaker wetu, ako hapa, JB Muturi. Party leader wa PNU, Peter Munya, ako hapa. Leo tumeona team ya PLP, wako na sisi hapa. Jubilee, wako na sisi hapa. Tuko na vyama vyote, almost 10. And today we are saying this. We are united and we shall never be divided by Kasongo. Hatutaki pesa yako Kasongo, usifikirie utatununua sisi. Hatutaki vyeo vyako ambavyo umetumia to bribe our colleagues in the opposition. Leo ndio wanakupigia makofi Kisumu. Hatutaki vyeo vyovyote vya kwa serikali ya Kasongo. Ile tunataka ni kusongesha Kasongo asonge aende wapi? Mutatunga mkono jamani? And we promise you, one thing we will do, hii safari tulitembea 202, na Wamalwa na Kibaki, tukaja hapa na Kalonzo na Ngilu. Mukituona hapa, tunafuata huo mkondo. We'll stay together and we'll be ready to sacrifice vile vijana wetu wa Gen Z wale sacrifice. Hatutawachana. Kile naomba viongozi wenzangu, if we want to succeed as Kibaki, Wamalwa, Kalonzo, Ngilu succeeded, we must be selfless. Tusiwe watu wa tamaa na watu wa kujitakia. Sisi tuweke Kenya mbele. We must put our country above our politics. This is the only way we are going to succeed. Vile Wakenya wanaumia na ushuru unaongezeka, hata mwezi ujao unaongezeka. Sisi na Uhuru tulikuwa tumesema kina mama wazae bure, tukalinda mama wa nchi hii. Huyu jamaa ameharibu the health sector. Sisi na Uhuru tulisema mitihani, ninyi msilipe pesa ya mitihani. Kuanzia hii Juni bajeti, Bwana Kasongo anarudisha mzigo huo kwenu, ninyi mwanze kulipa hiyo pesa. Sisi tunasema Kasongo aende asiende? Kasongo! Kasongo! Your Excellency, kwa niaba tu ya marafiki zangu nimetoka na Western, tuko na Cleo Malala, kijana barubaru kutoka Western. Na Cleo